Hii ni historia ya Gen Z Generation Part 1. Hii generation tutaanza na wakati ambapo Kenya ilipata uhuru. Na nitaongea tu juu. Wakati mzee Jomo Kenyatta alipewa uongozi, wale na viongozi wale waanzilishi wa nchi kutoka sehemu mbalimbali za Kenya walikuwa na maono mazuri kuhusu nchi yetu. Kwanza waliweka miundo misingi thabiti. Makampuni zilijengwa kila sehemu ya nchi. Biashara vilinawiri. Watu waliishi kwa amani, wakifurahia ukombozi mpya wa nchi. Lakini wakati ilipokuwa inaendelea, kuna wale wachache ambao walichukua mzee Jomo Kenyatta wakamkalisha kando, wakamwambia, huu ni wakati wetu wa kukula. Acha kupomelesana na watu. Hapo tu immediately mzee Jomo Kenyatta akabadilika roho yake. Akaanza kuita wenzake na kuwatusi. Kumani na senu. Hapo ndipo nchi ilipoanza kukawanyika kwa misingi ya kiukabila. Hata kama walikawanyika, wale wazee ilibidi sasa kila mmoja wao alichenga maeneo yao. Kama Western, makampuni zilikuwa mingi. Wazee walikuwa mzee kama Masinde Muliro. Ndo sababu hadi sasa anasifiwa. Historia yake iko. Mzee Kenyatta aliendelea hivyo na sarakasi za ukabila katika bara letu la Kenya. Hii nchi yetu ya Kenya. Wakati ilipofika, alipokufa, mzee Moi akaingia. Mzee Moi kuingia, ile kabila ya mzee Jomo Kenyatta, kwanza kabla ya hapo, mzee alikuwa ameambia kabila yake atarudi hii Kenya kwa miaka 100. Ndio ileta chuki sasa, mambo na ukabila ikazidi Kenya. Sasa wakati mzee Moi alipoingia, mambo ya ukabila ilikuwa imezidi, imeshika mizizi. Ile wazee wa kitambo ambapo walikuwa wakati ya Kenyatta, ile maendeleo walikuwa wamefanya ilianza kuporomoka wakati wa mzee Moi. Sasa kwa sababu walikuwa kila mtu alikuwa anachukua chake. Mzee Moi hakuwa na amani. Alikuwa anaishi kuambia tuungane, tufanye kazi pamoja. Ile jamii ambayo ilikuwa na lengo ya kuongoza Kenya kwa miaka 100 haikuwa imefaulu. Hapo ndio vita ya Kenya ilizidi kuwa mbaya. Na wakaambia mzee Moi ni dikteta. Na mzee Moi alikuwa anachunga mwananchi wa chini. Yule hana chochote. Mzee Moi akifa mimi nimekuwa mkubwa. Akiwa kwa uongozi nimekuwa mkubwa. Nimeona uongozi wake. Hapo ndio manake mzee Moi alibadilika moyo. Akaanza kudili na wale wenye wanapinga maono yake. Wakati waliposhindwa, ile jamii ile iliposhindwa, ilianza kuweka mikakati ya future generation. Na ndiposa wakaweka mikakati ya Gen Z. Ilikuwa 1982. Kwa sababu waliona baada ya mzee Moi wanaweza faulu waweke mtu wao. Tena wafaulu waweke mtu wao. Lakini mtu wa tatu hata kwa wao, sababu nchi itaona hii sasa ni ukabila life. Hapo ndio waliset Gen Z generation 1982. Na ndawaambia
Part 2. Gen Z generation ilianza aje? Walikaa aje chini ndio wakaseti Gen Z generation? Walikaa aje ndio wakaseti Gen Z generation? Endelea kunifuatilia.